Nimesema nini? Sisi ndio wako. Tumekaribia tena kwenye hot seat na podcast leo. Na leo tunazungumzia mambo ya kata kikwetu yani. Leo tutakuwa na presenter Baraka. Na mimi ni Tafet Munani. Bila shaka nami bila tashwishi na mkabala kabisa ninafahamika kama Baraka bin Kahindi. Na mimi hapa hivi nafahamika kwa majina kama Sara Kwata. Bila sasa unaona Barasa, tukiongelea kule mambo na utamaduni kama si Waswahili bwana, unajua kuna zile tamaduni ambazo tunazienzi sana. Ukiangalia kama mimi tayari nyumbani kama sisi kwetu pale kwetu, kadri mtu akizaliwa tu akifika ule wakati wa kuvunja ungo ama kubalehe, wale wazazi wanakutafutia msichana mwenye utaoa. Unatafutiwa msichana mwenye utaoa. Tuseme kwa mfano mimi babangu akona rafiki yake mwenye atamlink na mimi na mtoto wake. So kama mimi mimi niko na mtu mwenye najua nitaoa baadaye. Sasa ukijua nini wewe uko na? Kwa sababu unajua ikifika ile time ukibale tu utaambiwa hayo mambo, like haufai kuoa kwenye familia nyingine isipokuwa ile. Kama miaka ngapi? 18 hapo, like 18 tuseme 15 18 ukifika hapo like lazima utaambiwa tunazo, kwa sababu utakuwa umekomaa kiakili. Sasa umekomaa ndio umetoaje? Wewe umependa ama ni wazazi wamependa? Unaona, tukija tukiangalia mambo na benefit yake ile kitu katika jamii yetu ni kwamba ile huwa inaendeleza urafiki. Na pale pia utaonyesha ule msichana ni upi, na obvious kama wewe ni sharp boy kama mimi lazima utaenda pale ukajitetee, na lazima kubali. Na mbona wangekuambia mapema, maybe in that process ya kubale umekutana maybe hapo 15 16 unakutana na msichana yani umemkufia, alafu after kumkufia ndio unakuja sasa kuambiwa baadaye utakana wewe kwa hivyo. Lakini sasa tukiangalia tuseme tu ni sahihi, mtu akiwa na miaka kidogo hivi, tuseme wale watoto wadogo hawakuwa wanajua mapenzi kitambo, unaona tulengana mila yetu kitambo. Tuseme kama mtoto wa miaka 10 alikuwa bado hajafahamu mambo na mapenzi, unaona. Lakini sasa mtoto akifika tu 15 18 watu hawapendi hiyo period, si ya kupenda. Hiyo period ni adolescent, watu wanacheza, unaona, bado hawajajua mapenzi. Kwani kumaanisha mkucheza chama ama cha baba? Unajua mapenzi. Hiyo ilikuwa ni mchezo wa watoto, unaona. Tulicheza, ilikuwa ni mchezo wa watoto. Na mimi sidhani kama eti hapa katani. Tatizo ni eti mzazi ndiye amechoose mwenyewe unaona. Si wewe. Sasa Baraka kuna moyo wake tofauti. Unaona? Na wewe tofauti. Unaona Baraka? Inakuwa aje mzazi ndiye achoose mwenye mila oa. Akoaje show mila penda wewe. Unajua mapenzi yanatoka kwa moyo. Ngoja. Unajua Baraka umeelewa maana ya juu. Acha nikuwekelee maana ndani sasa. Unaona after wamechoose ile msichana. After wamechoose ile familia yenye utatoa deu ile msichana pale. Sisi kwamba eti watakuchagulia msichana. Obvious kwa kila familia kuna kuanga na msemo mrembo, na obvious wataenda pale wakwambie haupasi kutoa msichana mwingine katika familia nyingine. So kama ni akona miaka mingi kukuliko unaweza kuchagua. Si niwe sasa ndo utajichagulia msichana mwenyewe. Kama yule mrembo sasa mwenyewe unataka ni yeye mkubwa mbele yako. Kwa hiyo sasa katika kabila yetu, katika jamii yetu watu angalia sana miaka. Na obvious katika jamii yetu yani hatukubali eti aturuhusu eti mwanaume awe mtu mwenye amempita umri. So kwenye yani upande wetu si ilikuwa tuseme utachaguliwa mahali utakapo familia yenyewe. Yani unaambiwa kwamba utatoa mtu pale. What happens in the future sasa kama ukipatana na mwenye unataka sana? Sasa hiyo future hiyo itakuwa aje? Sasa unajua dana
Unajua danani tamando hizo. Na wati hiyo boma amekuchagulia wala wasema hapo ndani wote wakukataa utafanya. Hawezi kataa. Kwa sababu unajua tuseme Barasa babako hakuna rafiki yake. Huko na ile tayari nyinyi kuna ile interaction, kuna ile friendship yenye itatokea baina ya watoto. Kuna ile baina ya watoto friendship itatokea. Haizi kataa. Unajua ujeshi Kiswahilini haizi kataa. Unaona sahihi ile time ulikuwa mtoto ulikuwa Uswahilini. Ukaenda high school ukatoka Uswahilini maybe ukaenda Ukambani. Sasa hivi umetoka Ukambani, sasa hivi uko Tharaka huko kwa Oneni. Sasa unaniambia hiyo time hujapatana na watu wengine ukakuwa marafiki na wao. Na pia ukapatana pia ile type yako. Sasa mimi niko unaona ngoja. Bado yetu kwa interesting sana. Na wewe kwenda huko. Maisha ndizi na generation ya mzazi. Tumeagree ni sawa. Ukioa unamwacha na mzazi au unaenda unafanya kazi yako. Umeolea mzazi. Na kama ni bwana tukiangalia katika wakati anaona yeye mwenyewe ameenda anatafuta mrefu akaona huyu ananitosha, alafu anakuja na mrefu wazazi. Mimi niko na mtu mahali nimeona kamenipendeza, naweza kaleta mtakao. Mzazi anakubali, alafu anakuja. So mzazi pia anaamuru ama anaamuru kama utamuoa ama hautamuoa. Sasa kulingana na venye atakuwa, but most 90% ama 99% au anaamuru kwa sababu chaguo lako ni chaguo sana. But ile time yenye unamtafutia mtu, ile time unakuja kwa mtatanifai, jambo lingine hauna mtu. Anaenda hata kutafutia mtu sasa. Wanasema unaleta aibu kwa Barasa. Sisi sijamaanisha tunaletewa like link ya friendship ya wazazi. uko na limit. umechaguliwa ukiwa mdogo. Sasa ule like nakuwa nikijua mtu wangu ni huyu. Na kadri unakuwa ile friendship na hadi mahari bado inatolewa tu. Hadi ikifika time ya kuwa mimi ni itakuwa niko na mtu ambaye kwamba hata kwa tunasumbuana mambo na mahari nini. Like inaanza chini, friendship inaanza chini. Sio ni mtoto rafiki yake wazazi wako unaona. So kuna urafiki alafu kuna kupendana. Na watifu sawa wazazi nyinyi mpendana alafu wazazi wafika wakosane mtafanya? Mtaachana tena? Hauwezi sema ati mimi ni rafiki ya Barasa tutaoana. Hatuwezi. Sasa niko na rafiki wengi na majani wana bibi wengi. Unajua dini nani kule Uswahilini, by the way Uswahilini kule inakuwa link up na dini ya Kiislamu unaona, na kwa link up na dini ya Kiislamu kuna zile sheria. Kwa mfano kama mimi tena sisi niko msichana mwingine kutoka dini nyingine, pia hiyo inamata kuchangia hiyo mambo na uchaguliwe familia utakayooa, kwa sababu sasa hii ukipatana na msichana kama mimi, msichana ambaye ni kama huwezi nioa kwa sababu mimi si Muislamu. Kama sio Islamu jamani. Ongea tu wale wako. Unaona? Mkorino. Dini unajua sasa ni Kikristo na Kiislamu. Sasa mimi ni Mkristo. Ukipatana mimi huwezi nioa kwa sababu wewe ni Mkamba, si ndio? Sasa wewe ni Mkamba so. Mbona wewe sio Mkristo ukaenda ukamchenja akakuwa Muislamu? Kama ni Mkristo, haiwezi kabisa. Mbona wewe mchukue ukaenda ukamchenja akakuwa kwa dini ya Kiislamu? Unajua mimi nimelelewa kutokana na zile asili tamaduni za Kiswahili. Unaoa dini. Unaoa kulingana na dini. Ni vile tu asili, like unajua the first point ina matter sana. So hata mimi siwezi nikapinga, na mimi nimechukulia ni kama niko poa sana. Hata tuongeleza kama mahali. Sijui kwa kweli mnalipa mahali kwa nini? Sababu tumeongelea sana mtu bila kupata sasa unajua tunatoka next step. Kwa kweli tunalipa mahali kutumia nyama mbili. Kule kwetu acha nikwambie, kule kwetu ukitaka msichana ukuje kwanza na ng'ombe wengi si wadogo. Na pia ng'ombe kama wangapi? Kama 20 hivi. Ng'ombe wamekomaa.
Alafu pia kama msichana wako, mimi ni msichana nimesoma, nimeenda hadi university, wamenisomesha na pesa nini, lazima pia kukuwa na kitu kwa. Sasa ni kwa nini mnasema ni msichana umesoma? Kwani mimi mwanaume? Kwani mwanaume hajasoma? Mimi Sasa unaona kama sisi wajua kama sisi tukiwa pale bado ni wadogo, so inalipewa ikipele time yangu tu nimepata urithi mali niko nayo, so tunaishi tu hiyo life. Alafu hakukuangi eti na sijui ng'ombe sijui nini kule tu, tuseme ni sherehe inaandaliwa, na alafu kuna kwa na ile inaitwa pombe. Unajua pombe? Ile pombe inakuwa pale na huwa si lazima by the way. Ile pombe ina symbolize, kwa mfano after some years ikikuja pale ikitokea kwamba tumekosana, tumefanya divorce pale, kama nilitoa pombe, baadaye wale watoto tukikosana, ule bibi ataenda na wale watoto nilitoa pombe. Hapana, nimesema pesa. Ile pombe ina symbolize culture. Unaona, of which ni rare sana watu wasiende na pombe, lakini iwapo itatokea hakuje kuwa na ile vile vinywaji, tukikosana dana, kama sijakuwa na vile vinywaji kwenye ile sherehe, utaenda na watoto wako. Lakini nakuuliza, watoto ni